Naliona mwaka 1925 na mwaka 1926. Na katika maono hayo, naliona mataifa makubwa sana, hasa Marekani, yakiwa juu sana kiuchumi. Lakini Bwana akaniambia hayatakaa hapo baada tu ya mwaka 1929. Ananiambia kwamba mataifa haya yalikuwa na nguvu mpaka mwaka 1928. Ilipofika mwaka 1929, uchumi wote wa hili taifa kubwa Marekani uliporomoka. Akaniambia tangu mwaka 1929 nalijiwekea miaka 100 kamili, ambao sisi tunaita nini? Ni century, ambao ni karne. Bwana asifiwe sana. Akasema baada ya kila miaka 100, tangu hayo yote yatokee, lazima historia ijirudie. Akaniambia palitokea shida kubwa katika dunia miaka hiyo, na panakwenda kutokea shida kubwa katika dunia nzima itakapoanza kuingia mwaka 1929 kuelekea mwaka 2000 na ngapi? Na 29 kuingia mwaka 2030. Weko tunaandika 2020 na ngapi? Na 2000 na ngapi? 20. Kwa Tanzania tutakuwa na nini? Na uchaguzi. We have sawa, election. Ukiwepo utashukuru Mungu. When you'll be there, usipokuwepo, to God be the glory. Akaniambia hii inakuja kwa kasi. It's coming like thunder. Akaniambia mna muda wa kuinuka sasa na si baadaye. Not later. Baada ya hayo ndipo nikachukuliwa upande mwingine, nikaona kikao cha Umoja wa Mataifa UN kilichofanyika mwaka jana 2025. That was held 2025. Nikaona files za kila aliyehudhuria zimeandikwa agenda 2030. Usisahau hicho kitu. Don't forget that thing. Agenda 2000 na ngapi? Agenda 2030. Na ndani ya hicho kijitabu naliona listi ya mambo yafuatayo: One World Government, serikali ya dunia moja. Hivi vitu uviandike, write it down, na nitakwambia kwa nini. Jambo la pili, the second thing, One World Cashless Currency. Panakwenda kutokea badiliko kubwa dunia nzima. Serikali moja, fedha moja, na sio cash kama hizi dola, shillings. One World Central Bank, One World Military, jeshi moja. Panakwenda kutokea pia mwisho wa umiliki binafsi wa mali, end of privately owned property. Nikaona kitu kimeandikwa end of the family unity. Nikaona kitu kimeandikwa mandatory vaccines. Hizi ni chanjo za lazima. Those are vaccines that are very necessary. Unapoona haya mambo ujiandae, yanakuja kutokea. Tena yamekwisha kuanza, na nitakupa ishara. Kundi litakaoathirika kwa ajabu sana, watu wa Mungu, waajiriwa wa serikali. Naomba niwaambie bila kuficha. Nitakwambia watakavyokuja kuingia. Kwa nini naambia mambo? Wewe kama umeajiriwa, if you are, una miaka mingapi kufika mwaka 2030? How many years do you have? Siwaambii mwache kazi. I'm not telling you to resign. Hapana. No. Endelea kufanya kazi. Continue working. Hakikisha kazi yako isiwe alpha na omega. Make sure your work is not alpha and omega. Hakikisha patakapotokea mashinikizo magumu. Ensure when there is a great force. Maana yanakuja. Pasipo hiki, without this, huruhusiwi kufanya kazi. You are not allowed to work. Ikitokea kwa surprise, in case it happens by surprise, utakuwa na shida kubwa sana. There will be a great problem. Watakuwa salama, those who are going to be wale ambao hawajaajiriwa, are those who are not employed. Kwa lugha nyingine, in another language, ningekuwa mimi nina sauti au nasikilizwa na taasisi za kielimu, shule nyingi za private, if they are going to be other institutes that are going to listen to me, waanzishe mtaala, I will advise, ambao utafundisha wanafunzi sio wakaajiriwe. I'll teach students vitu ambavyo for them not to be employed. Sio kwenda kufanyaje? Not to be employed. Panakwenda kuwa pamoto sana huko ndani. Sio sasa hivi. No, this time. Kaa kwenye ajira. Stay in your employment. Jiongeze, nitakuelekeza cha kufanya. So, nikaona kitu kimeandikwa chanjo za lazima. Nikaona jambo jingine. And I saw another thing. Limeandikwa. It is written. Universal basic income. Income ni kama nini? Ujira, kipato. Yes. Kipato cha kawaida kwa dunia nzima. A normal income to the whole world. Jambo jingine nikaliona. Another thing that I saw. Microchip tracking for all. Hicho kitu kinamaanisha hivi. Kufikia 2029 until 2020 kwenda 30,
2:30. Mnasikia habari ya artificial intelligence. You hear the news about AI. Now, sio ChatGPT, bado hujaona. You have not yet seen. Wanakwenda kuandaa mfumo wa kujua kila binadamu uko wapi. A system to know. Yani sasa hivi uko wapi? Where you are. Unafanya nini? What you do. Na inakwenda mbali mpaka watakuwa na uwezo wa kuzima hata maisha ya mtu. Nikaona kitu kimeandikwa World Social Security Number. Na nikaona kitu kimeandikwa End of Private Firms. Nikaona kitu kimeandikwa Business Owned by the Government Only. So ni kama biashara zinamilikiwa na serikali pekee. Yes. Na nisema hivi, huu sio mfumo tunaanzia Tanzania. This is not a system that is beginning. Utaanzia huko mbali. It will start from far. Utaingia kwenye mataifa ya Afrika. It will enter into African nations. Na niliona watu wakinyang'anywa hati miliki zao binafsi. Kutatokea limitation ya watu kusafiri kutoka eneo moja kwenda jingine. Na nitakwambia nini cha kufanya. Bwana asifiwe sana. I'll tell you what to do. Mungu anapotupa jambo anatupa hekima ya kufanyaje? Ya kufanya. So nikaona kitu kingine kimeandikwa and I saw something written. Travel restrictions. Kuzuiwa kwa kusafiri. Even within the country. Hata ndani ya nchi. Nikaona kitu kimeandikwa restricted land use. Na nikaona wakisema kwamba huu utakuwa ni mwisho wa uhuru wa watu freedom. Kujimiliki wao binafsi. For people to own themselves. Na huu ni mwanzo wa kucontrol watu dunia nzima. Sema Yesu tusaidie. Sema Yesu najua nitashinda. Jesus, I know.